Kwa taarifa zaidi ungana nasi Hanene Digital TV. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Mamia wahudhuria mazishi ya Babu Ali. Katika mazishi ya mwenyekiti wa CCM Ustadh Rajabu alielezea jinsi alivyonusurika kifo baada ya kupata ajali eneo la Lugoba kutokea Dodoma kuelekea Tanga. Hayo aliongea wakati wa mazishi ya mdogo wake waziri wa maji yaliyofanyika Sakula wilayani Pangani mkoani Tanga. Amesema, ndugu zangu, mambo tunayoyapanga hususani ya kidunia, tukumbuke kuna umauti ambao mauti wewe hujui anakuja muda gani. Ila mimi niliondoka usiku ule, ndio jana alfajiri nafika Lugoba pale na mimi nikapata ajali ya gari. Alhamdulillah, ukiona gari liliumia na mimi nilivyotoka, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo maiti ya kwanza ingekuwa ni mimi, alafu ningepata Babu Ali. Tumekwenda na mwenzetu kama tulivyokwenda sisi, tukiwa na afya njema, tukicheka, tukifurahi, hadithi. Lakini mimi nilitaniana naye sana siku ile, yeye na diwani wa kata ya Madanga Babu Haji, kwa sababu yeye aliniambia, marehemu aliniambia na mjomba, mimi nitakangombea diwani kata ya Madanga. Nikamwambia leo fitina hapa naimaliza. Nikamwita diwani mwenyewe mwenye kata yake, nikamwita na yeye, nikawashika mikono, nikamwambia nyote leo nawatangaza nyinyi madiwani. Alafu nikamwita Dunga, nikamwambia nakupa kazi, siku ya kuchukua fomu hawa pakie kwenye gari yako uende nao wakachukua fomu, wakati mmoja warudishe nyumbani, wasimamie wajaze kwa pamoja, warudishe kwa pamoja. Utano umesheheni. Tuko ukumbini kwenye chakula, nikapata nafasi ya kuzungumza, nikaieleza nasaba ya Mheshimiwa Aweso na ndugu zake waliokuwepo, akiwemo mwenyekiti wa wilaya, mke wake, mamangu mdogo Hadija Amiru. Nikasimamisha mmoja baada ya mwingine. Wapo baadhi ya watu walikuwa hawamfahamu Babu Ali, lakini walimfahamu siku hiyo pale kwamba huyu ni nani kwa Mheshimiwa Aweso. Baada ya matukio yale, siku ya pili yake, kwa maana ya jana, Mheshimiwa Aweso aliandaa, baada ya bajeti yake kukamilika, basi watu wapate kufurahika kwa pamoja, wapate chakula cha jioni. Hivi leo asubuhi watu wafanye safari ya kutoka Dodoma kurudi Tanga na Pangani. Naye kaka marehemu waziri wa maji Mheshimiwa Jumaa Aweso akiongea kwa masikitiko makubwa, naye alikuwa na haya. Kufiwa na kuondokewa, moja ya sifa kuu kama kiongozi ni uvumilivu, lakini Babu Ali amenitikisa ndugu wangu. Undugu na urafiki, bila Babu Ali mimi hajaibu nitakamanda na mimi namwita kamanda. Kaambia sasa ndugu yangu inabidi usome. Kaambia mimi la sitaki kusoma. Aweso asome, wewe usome, Hadija asome, kina Salama asome na wengine wasome. Hapa nyumbani atabaki nani? Mimi najitolea maisha yangu, nitabaki hapa nyumbani na nitabaki na mama. Nyie nendeni mkasome, mimi nitabaki hapa. Kaambia ubaki sio tatizo, lakini jitahidi kusoma. Akaniambia mimi nitasoma mwisho hii form 4 basi. Hapo nilipofika form 4 akaniambia mimi nimemaliza, nitafanya shughuli zangu. Nadhani mnakumbuka alikuwa na kiwanda chake kakianzisha cha seremala, anauza mbao, anauza vitanda Zanzibar. Ni mtu ambaye ni mjasiriamali, sisi wenyewe tukawa tunamtegemea yeye. Sasa kuna mafunzo ambayo nataka niwaambie vijana wenzangu, yote nataka kuyazungumza. Lakini kitu ambacho ninachotaka kusema, tutende mema. Mimi nimelia kuanzia tangu nimepata taarifa, na unajua viongozi wenzangu walinificha. Nimelia kutoka Dodoma mpaka nimekuja hapa. Na nilikuwa ninaliza, namwambiaje mama? Yaani namwambiaje mke wake Babu Ali? Kwa sababu mimi katika maisha yangu Babu Ali yeye ndio, yaani kama ndio nguzo yangu. Kwa hiyo natakiwa nifanye majukumu ya kiserikali ya familia yangu, lakini kuna familia ya mzee Aweso ambayo nimekabidhiwa.
yeye ndo anaishikilia kila siku, lakini yeye kajipa majukumu ya kunisimamia mambo yangu. Kwa lazima tunawasiliana na kila siku anatakiwa aende kwa mama. Sasa hivi katikati hapa alikuwa ni mtu kama anatoa usia hivi. Kuna siku ameniambia, Amina alifariki babu pale, akamwambia bwana, kuna msikiti huu mkongwe, naomba ukarabati. Hizo kwa namna tulivyozeana mimi na babu Ali, akaniambia huwa anafanya. Na kweli nikaufanya, kasimamia mwenyewe. Akamwambia bwana, kuna sehemu sijui kunatakiwa kuchimbwa maji hapa Selemani hivi karibuni. Kanitumia na picha, akamwambia hongera sana waziri wa maji. Akamwambia nikaleta wazungu fulani wakachimba visima hapo. Tukamaliza, akamwambia hongera sana waziri. Au labda zimetokea fursa gani na wapigania. Yeye ni mtu wa kuwapigania watu yani. Yaani maana yake uongozi sio cheo. Hana cheo chochote, lakini yeye jukumu lake kusaidia jamii. Ndio maisha yake ameyapanga. Na hata mwingine wa chama nakumbuka pale Mwembeni kuna madarasa anapigia kwa naomba watu 20. Naomba si 20, anaomba watu kadhaa, anakarabati darasa, anaweka mafeni, anatia rangi, yani ndio faraja yake. Leo nimeongea hapa nasema kwamba siweza kuongea, lakini napata nguvu kwa sababu ya faraja ya ndugu zangu. Asante sana, Mungu awabariki sana. Mmenitia nguvu na ujasiri, na namshukuru pia mzee wetu kwa kusomesha dini. Yeye aliwahi kuandika kwenye gari yake kwamba inna ma'al usri yusra, kwamba hakuna zito lilokosa wepesi. Mmetupatia wepesi familia yetu, tunasema asante sana kwa faraja zenu. Sio rahisi. Jana ninapata taarifa babu Ali amefariki pale bungeni, namaliza tu bajeti yangu. Yaani kichwa changu kilikuwa kiko sawa kabisa. Naenda mchwali namuona kabisa kweli babu Ali amefariki. Lakini tangu tumetoka pale nimerudi nyumbani. Mimi si mzaliwa wa Dodoma, lakini wamekuja wananchi hivyo. Viongozi, waheshimiwa wabunge wenzangu, viongozi wa dini na viongozi wa kitaifa wamekuja pale nyumbani Pangani kutufariji. Mimi naondoka njiani, viongozi wa dini wananiuliza, huko Pangani mnazika saa ngapi? Na vile tunazika saa 7. Wanasema wakati nyinyi mnafanya huko kumswalia, na sisi huko tunamswalia. Imenitia moyo sana. Nini maana yake? Babu Ali, mimi nafsi yangu kuondokewa si jambo jepesi. Lakini nafsi yangu inanipa nguvu kwamba babu Ali yuko sehemu salama. Kwa sababu ni mtu mwema, matendo ni kijana mdogo lakini ametenda matendo mema mno ya kijamii ambayo yenye kukurubia katika kuhakikisha kwamba anatenda mambo ya kumjua Mwenyezi Mungu, kusaidia watu. Ndio faraja yake. Hata hivi mara mwisho kuna jambo aliniambia, kaka, ule msikiti ule umeujenga tu lakini umeukarabati. Mimi natamani tufanye msikiti wetu. Akamwambia maneno yao, kuna rafiki yangu anaitwa Omar. Hivi juzi tukamuuliza Omar, wewe mara mwisho umeongea na nini? Akaniambia bwana, natamani kwamba tujenge msikiti. Niwaombe wazee wangu hapa, sisi ndio kijijini kwetu. Yeye kuna eneo mara nyingi hapa anapigania Selemani. Basi inshallah kwa niaba ya familia tutaujenga ule msikiti pale Selemani. Mwenzi ndugu yetu kwa ile nia njema ambao walikuwa nao, lakini kwa dhati ya moyo viongozi wangu wa chama sema asante sana. Sana. Mheshimiwa mkuu wa mikoa, asante sana. Mheshimiwa mawaziri, asante sana. Jana usiku naibu waziri mkuu amenipigia. Waziri mkuu amenipigia, makamu wa rais amenipigia, na rais mwenyewe amenipigia. Babu Ali ni nani lakini amejitengenezea. Amejitengenezea pepo yake, amejitengenezea baraka zake. Kwa mimi nawasihi ndugu zangu, katika haya maisha ambapo tumepewa nafasi ya uhai, tujitahidi sana kutenda yaliyo mema. Tujitahidi sana kutenda yaliyo mema, kwa sababu mauti hayana saa wala dakika. Sisi babu Ali amefariki kwa ugonjwa ambao amezaliwa nao. Mimi kama kakake, kwa sababu nimepata bahati ya kuishi naye muda mrefu, yeye maradhi yake makubwa ni anadondoka ghafla. Naweza mkakaa hapa akadondoka. Anang'ata ulimi. Sasa baada ya kuona yale, tukapambania hospitali, tukapata kliniki pale Mwanganzira. Kwa hiyo maisha yake yalikuwa ya kutumia dawa. Na hata alipokuja bungeni pale, sisi tunatoka bungeni, sasa tunapiga picha, mimi nikamsense, wewe mbona uko hivi? Kaka niko sawa. Kaambia uko sawa.
Ndio uko sawa. Mbona nakuona umepooza? Niko vizuri. Afya sikweli. Na hata tulivyoenda kwenye mkutano wa kuwashukuru watumishi na viongozi wa chama na wazee wetu waliokuja Dodoma, namuona baba alisio ile bashasha aliyokuwa nayo. Kila tu saa 11 mimi niko bungeni akanitumia message hello kamanda. Sasa kwa sababu nilikuwa kwenye shughuli za bunge tukashindwa kuwasiliana. Lakini nilikuwa namuona. Mwisho tunatoka hapa namuuliza, "Wewe umechukua dawa?" Ananiambia kaka, hataki kama kujibu kitu. Kwa hiyo sisi tuseme tu kwamba katika maandiko yetu ambayo tulopewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tutakufuru. Nikuombe sana shemeji yangu, jana nimekuja hapa nikasema nitakwambia nini. Ananiambia shauri wako amefariki. Nasema shemeji yangu, Mungu akupe nguvu. Kwa wale wameondoka, hii ni safari yetu sote. Sisi tupo, tutaendelea kushirikiana na tutaendelea kuwa na wewe. Mama Weso, mama yetu ambao umetuzaa, mimi ndio nilikuwa mtihani mgumu pamoja na hao ndugu zetu wawili, mama pamoja na mke wa. Lakini nimempigia shehe wangu ustadhi, nilimpigia kwa sababu alitangulia, tukaambia bwana wewe kaongea mama. Mimi binafsi nilikuwa nashindwa kumwambia. Kwa sababu ananipigia shehe anambia mama ongea naye. Yeye ndo aloniwahi. Anambia jembe lako limeondoka, kuwa imara, wewe ndio kiongozi. Mama yangu niko imara na tutaendelea kuwa pamoja na wewe, lakini tunapata faraja kwamba huu msiba sio wetu pekee yetu. Huu ni msiba wetu wote. Asante sana wazazi wangu na Mungu awabariki sana. Ndio maana nasema sina maneno matamu ya kusema, lakini tunawashukuru mmetukimbilia. Ndugu zetu kila kona, kila kona sisi tushafanya sherehe, tushafanya shughuli mbalimbali, hatujawahi kupata ndugu wa namna hii, lakini tunapata faraja. Naona kabisa tutapata nguvu na mawaidha mliotupa, tutaendelea kuwa imara na sisi tutaendelea kumwombea Babwali, na naamini Mwenyezi Mungu atatupa subira na atatufanyia wepesi katika kuhakikisha kwamba tunaendelea na majukumu mengine. Tuendelee kuombea dua, Mwenyezi Mungu aendelee kuwafanyia wepesi. Jamani, asante sana. Wizara ya Maji, Jeni ya Kundo, katibu mkuu, management ya wizara na watumishi wote, asante sana. Mmenipa faraja kubwa, mmekuwa pamoja na mimi, hamjaniacha hata kidogo. Na viongozi wote wa chama na serikali wilaya hii ya Pangani na wananchi wa Pangani, asante sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Waheshimiwa wabunge, sina maneno matamu ya kusema. Asante sana. Mungu anajua tunaenda kwenye hali na Mwenyezi Mungu atafanya pesa. Amen. Chama changu nashukuru, washehe wangu, viongozi wangu wa dini, kusema asante sana, wadau wote, wakandarasi, watumishi, consultants na viongozi wote chama na serikali. Asante sana. Vijana wenzangu, wazee wangu, wazee zangu, asante sana na Mungu awabariki sana. Asante sana inshallah. Viongozi wa chama na serikali nao wakawa na layo la kusema. Wananchi wa kijiji hiki cha Sakura kwa kumkimbilia ndugu yenu, lakini kwa kuonyesha wageni walioambatana kuja kushiriki nasi katika maombolezo haya kwamba sisi tu wamoja. Umoja huu ambao tumeonyesha hapa ndio ule ambao ndugu yetu mbunge wetu Mheshimiwa Waziri wa Maji ameendelea kuwa nao huko, na ndio maana leo tunaona na yeye ameweza kukimbiliwa. Wewe ni kielelezo kwamba unaishi na watu vizuri. Mungu akubariki sana. Endelea kuwa mvumilivu. Chama cha Mapinduzi kinajua umuhimu na uwepo wako. Nami naamini japo tuko kwenye msiba huu mzito, msiba huu umetupa kielelezo kwamba leo yako uko nao na kesho yako uko nao. Mungu akupe heri duniani na akhera. Hatutakuacha, tuko pamoja na wewe. Lakini kabla ya kushuka bungeni, nasema ngoja nimwambie kitu. Nikampigia simu Rita mara moja. Pamoja na ubizi wake akapokea. Nikamwambia kuna jambo nakwambia. Uwe mwanamume kweli kweli. Jambo gani mwenyekiti? Nikamwambia Babwali amefariki. Ananiambia Babwali yupi? Babwali sipo naye, jana mimi nimeongea naye. Nikamwambia Babwali huyo. Nikamwambia mwenyekiti acha masiara. Nikamwambia ni kweli. Kuwa mwanamume, tumia hekima yako. Kila kitu kiende na hii salamu
sijui itafikiaje mheshimiwa mbunge bila kuathiri kitu chochote. Mimi hadi natoka bungeni sikuamini kama Babuali amefariki. Nikajua ni utani wa shemeji yangu Hussein, labda ana jambo lake anataka kunipigia kizindo huko nje. Kashuka kafika hotelini, akuta Babuali analala. Kasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tutoe pole kwa familia, mke pamoja na mama mzazi wa marehemu kwa msiba mkubwa ambao ulitokea siku ya jana saa 5 asubuhi. Ndugu zangu waombolezaji, sisi kama binadamu, kama alivyosema mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga, linapokufika, nakumbuka maneno ya mwenyekiti wetu wa wilaya, anasema kuwa alimpigia shehe akamwambia taarifa hii akashtuka. Naye ni binadamu, kila mtu lazima ashtuki kwa mtu ambaye mlikuwa mko naye, mnacheka naye, mnafurahi naye, lakini hatujui muda wala saa ambapo tunaondoka. Yote tunamwachia Mungu mwenyewe ambaye alituumba duniani akatuleta, na sisi kazi yetu ni moja tu. Sisi sote sasa hivi tumuombee mwenzetu ili aende akakae kwa amani, aendelee nasi kutuombea. Ninaomba niwape pole sana familia kwa msiba mzito ambao uliowatokea. Sisi Wanatanga tunawashukuru sana wote mliokuja kutoka Dar es Salaam, kutoka Dodoma, maeneo Morogoro na maeneo mbalimbali ya Tanzania kuja kumkimbilia waziri wetu kipenzi cha wananchi, lakini ni waziri ambaye kwa hakika mnyenyekevu, waziri ambayo kila mmoja, mpaka mheshimiwa mbunge wetu kutoka Shinyanga, mheshimiwa Cherehani yuko naye hapa. Hii ni kuonyesha ni mapenzi makubwa ambayo wananchi wa Tanzania na watu wote kwa ujumla wanayo kwa mheshimiwa mbunge wetu wa Pangani. Kwa hakika jambo hili lilotokea ni kubwa. Mimi jana nilikuwa msikitini, sasa nimetoka naona simu nyingi sana mheshimiwa Zainab Abdalla. Nikasema hizi simu hizi sio za kawaida. Miss call karibu 5. Sasa ndio nikampigia, nikamwambia mimi nilikuwa msikitini, vipi kwema? Akaambia mheshimiwa, bwana tumepata msiba. Mheshimiwa Juma Weso amefiwa na mdogo wake kipenzi Babuali. Kwa hakika moyo ulipata simanzi kubwa sana. Nikajua huyu siwezi hata kuongea naye, ngoja nimtafute Gibson. Nikampigia, nikampa pole. Lakini nikajua sasa nikatafuta mwenyekiti, maana yake najua msiba sasa na unamhusu mwenyekiti, lakini sikumpata. Lakini tukasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa hiyo watu wote hapa tumekuja kumzika Babuali wote, lakini tumekuja kumzika Babuali kwa sababu ya mapenzi yako wewe kwa wenzako. Tumekuja kumzika Babuali kwa sababu ya mapenzi ya ndugu zenu na ya wazazi wenu, na ndio maana tunakuja hapa. Ungeweza kukaa huko tukatuma message kwa simu, bana pole, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lakini tunatoka huko tunapotoka kwa sababu ya mapenzi yenu nyinyi katika jamii ya watu wote. Kwa hiyo zaidi kubwa sana katika hii, hakuna katika wakati huu ni mgumu sana mtu anakuambia bwana fanya subira. Pole zaidi. Ni mtihani mkubwa Mwenyezi Mungu amekupeni, lakini pia ndio mtihani wa imani. Kila muumini anapandishwa daraja kwa kupewa mitihani. Ndugu zangu waombolezaji, salamu hizi za msiba huu zimetukuta kipindi ambapo tunawasilisha bajeti ya Watanzania, bajeti ya Wizara ya Maji, bajeti ambapo tulikuwa kwamba tunahitimisha jioni, lakini salamu hizi zitatufikia mida ya saa 4, na mimi nikiwa nimekaa naye nilikuwa kwanza kuzipata, nikashindwa cha kufanya na sikuelewa nifanye nini. Lakini namshukuru sana katibu wa wabunge wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Shangazi,
aliwahi akaja kwanza akachukua simu ya Mheshimiwa Juma Hamid Aweso, kwa sababu tunafahamu kwamba dakika yoyote message inaweza kaingia na bado tuko hatujahitimisha bajeti yetu. Lakini pia nashukuru sana Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kulizia na kutoa maelekezo kwa naibu spika na kufanya kilichofanyika jana. Kwa kweli tunaomba mlifikishie bunge letu salamu hizi za shukrani sana kutoka sisi sekta ya maji. Waombolezaji wenzangu, kuungana na nyinyi katika kumpa pole mpendwa wetu, pacha wangu Mheshimiwa Waziri Juma Hamid Aweso, mama yetu Mama Aweso, shemeji zangu na familia nzima. Niwashukuru sana waombolezaji wenzangu kwa moyo wa upendo huu na kwa kufika tuweze kufariji familia hii ambayo inaongozwa na pacha wangu Mheshimiwa Juma Aweso. Naomba niwashukuru. Rafiki wa karibu sana wa Wanapangani, pacha Kulwa wa ndugu yangu Mheshimiwa Juma Aweso. Huyu ni pacha wangu, mdogo wangu. Akija kule jimboni Karagwe wanamtambua kama mbunge namba 2 wa kule. Sasa hapa Pangani, kwa sababu Mheshimiwa Juma Aweso anapendwa sana, mimi sikuwahi kuthubutu, pamoja na kuwa rafiki wa karibu wake. Kule wanamuita mbunge namba 2, lakini hapa sikuweza kuthubutu kujiita mbunge namba 1 kwa sababu najua ni kipenzi cha Wanapangani. Kwa kama pacha wake na mimi hapa kama wanavyomuita kule, na mimi ni mbunge namba 2 wa jimbo la Pangani. Kwa hiyo nimefika hapa kama Mwanapangani kuomboleza pamoja nanyi, kumlilia mdogo wangu mpendwa wetu ambaye tumetoka kumzika, mdogo wangu Ali Hamid Aweso. Jambo lililotukusanya kama nilivyotangulia kusema sote hapa, linapendeza kuona kwamba Watanzania bado tuko pamoja, na tuendeleeni kuwa pamoja, tusibaguane. Hivi ndivyo Watanzania wanatakiwa, ndivyo tulivyorithi kwa babu zetu sisi, kwa kitu kimoja. Kwa hiyo Mungu atujalie tusigawanyike, tusibaguane, tuwe ni kitu kimoja katika mwendo wetu wote, na inshallah Mwenyezi Mungu atatumishia umoja huo na amani yetu bila kubaguana kwa mali, kwa dini na kwa mengineyo. Na mazungumzo mengi yametufariji sana, na kama tulivyo hapa kwa ajili ya msiba tuliopata, na Mwenyezi Mungu atatufariji sote. Unapomtaja Aweso ambaye ni babu yake huyu Juma, alikuja huko na kuzungumza huyu bwana pembe yako mpaka 58, na mke wake ambaye ni dada yangu, baba mmoja mama mmoja, akaambia wewe nitakuchukua, lakini kazungumza mwenyewe na baba. Baba yetu alikuwa ni shekhe mmoja ambaye ni mtu atasoma, hakupenda watoto wake watoto. Alinama shida akashindwa kabisa, kaja basi nenda.